Nimepigwa hilo tukio Kariakoo. Hapa nilipo sina hamu. Jamani, tuwe makini. Nimetoka kufanya shopping yangu Kariakoo, narudi sasa pale Msimbazi kupanda magari yale ya makumbusho. Nimefika pale, nimeingia kwenye daladala kama kawaida. Nimefika, nimekaa sita dirishani. Kwa hiyo sasa nimekaa pale kama dakika 5, nilikuwa na shilingi 20,000 ambayo imebaki sasa kwenye pochi. Nikasema ngoja ninunue nini? Ice cream zile za ukwaju kama pesa zile. Nikanunua, nikatoa shilingi 10,000, nikampa yule kaka, akanirudishia change 9,500. Ina maana nilipoweka mole kwenye pochi ikawa shilingi 19,500. Akaingia baba mmoja mole kwenye gari, ana vipeperushi hivi. Kama mnavyojua watu wanagawa vipeperushi hivi. Kagawa vipeperushi, alipofika kwangu, mimi nikakichukua kile kipeperushi. Wengine wakawa wanachukua, wengine wanakataa. Lakini mimi nikaona ngoja tu nichukue. Nikachukua kile kipeperushi nikaweka kwenye mkoba ambapo ile sehemu ina hela. Nimeweka pale, nimekaa. Tunasubiri gari lijae. Gari limejaa, baada ya dakika moja gari likawa limeondoka. Kumbe mimi nimeweka vile kwenye pochi, basi watu wakawa wameniangalia, ile wakashindwa namna ya kunitonya. Sasa nimefika mbele, konda anadai nauli. Uwezi amini, ile nauli kwenye pochi haikuonekana. Na nilikuwa nimekaa siti nzuri, sio kusema kwamba nimepigwa au vipi. Hapana. Wapembeni yangu pale alikuwa ni mbaba hivi mmoja. Alichukua kile peperusha akakitupa chini ya siti. Konda anadai hela sina. Si mnawajua makonda, lakini ukiwa una hela mnawaelewa vizuri nimekaa pale. Nikamwambia yule baba, jamani mbona hela ambayo ilikuwa hapo nini? Yule baba akaniambia hivi, kile kipeperushi umekichukua? Nikasema uliweka wapi? Nikamwambia kwenye pochi. Akaniambia wewe dada, hivyo vipeperushi hawaweki kwenye pochi sehemu ambazo kuna hela, hawaweki kabisa. Mara nyingi sana hela unaweza usizikute. Jamani, zile hela sikuzikuta. Konda amefika zamu yangu anadai hela, natoa macho. Jamani, usiombe kwa nadaiwa hela na konda funa. Kwanza unaanza kudhalilishwa. Nimekaa pale, baba akaniambia, yani usije ukaweka, angalia wale wote pembeni yako wametupa chini, usije ukaweka tena hivyo vipeperushi. Chukua, lakini usiweke sehemu ya pesa. Jamani, leo nimejifunza kitu kikubwa na nimepigwa. Uzuri konda alikuwa muelewa. Yule baba pembeni yangu alikuwa ni mtu mzima tu, ana watoto kama mimi. Mstaarabu, akanilipia hiyo hela nauli. Kwa hiyo nilivyorudi hivi, sehemu ambayo nashuka kwenye kituo mpaka nafika ninapokaa, napanda bodaboda, nimetembea. Sina 100. Kwa hiyo jamani, tuwe makini. Yaani unapopewa hivyo vitu usiweke sehemu ya pesa. Naamini wengine wao wanaweka labda wanakuta hela, lakini mimi hicho kitu leo nimeelimishwa na nimeambiwa kwamba don't do this.